sisi kufika makundi. Mimi nilikuwa naomba Mungu sana. Hadi asubuhi nimeomba Mungu wangu. Ndio. Maana amekosa nafasi nyingi. Of course. Mimi niseme tu kwamba Prince Dube ni mshambuliaji wetu, tunamtegemea. Kama wana Yanga anatakiwa tujaribu kumfanyia maombi. Kuna changamoto anapitia. Prince Dube anatakiwa tumfanyie maombi. Wana Yanga kwenye swala la umaliziaji goli. Hiyo ndio ilikuwa changamoto yake. Japo akiwepo Wangena anafanya kazi nyingi sana. Anaweza kaenda namba 11, akarudi kati, karudi saba huku, karudi kama kiungo, umenielewa? Ni mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa, lakini tunachotakiwa kwenye changamoto tunahitaji wana Yanga tusimame kumuombea. Shambuliaji wetu moto aliokuwa nao Azam, moto aliokuwa nao msimu uliopita ni tofauti na msimu huu alivyokuwa. Mimi nachoamini Dube akiondoa kwa umoja wetu wana Yanga, Dube anakuja kwa moto zaidi. Watu walikuwa na beza sana na kuuliza kwa nini Zimbu aanze kikosi cha kwanza mbele ya Boka. Leo kaanza, performance yake umeionaje kwa kweli? Yeye ndio aliyefanya hata Simba icheze finali msimu uliopita. Na leo ameanza, ametuonyesha yeye ni mchezaji mkubwa. Tulikuwa tunamchelewesha, Romain Folz alikuwa anamchelewesha. Umeelewa? Kaingia kamwaga majalo, goli limepatikana. Wewe kweli? Zimba Junior ni mchezaji mkubwa. Ni zao kwanza la Tanzania. Ana uchungu na Watanzania. Hawezi kusikia sauti ya Uchebe, hawezi kusikia sauti ya mashabiki wa Yanga, wanachama tunalia, au yeye kaingia kufanya masiala. Haiwezekani. Na akatuhakikishia kutoka asubuhi kwamba sisi lazima tuende kucheza makundi. Just wow, tumefika makundi. Umeona jambo zuri kama hili? Umeona? Kwa mimi nimefurahi. Kwanza Zimba Junior apewe pongezi kwa kazi aliyoifanya na ameonyesha anastahili kuchezea timu kubwa kama Yanga. Kama alikuwa amechelewesha kupeleka kwenye nchi hadi. Yes, kabisa. Ingewezekana. Tungeendelea kumlea. Wanasema mtoto mleavyo ndio kwavyo. Romain Folz angetuumbua. Uchebe baada nisiseme unafiki. Romain Folz angetupoteza. Ila kwa kuwa ameondoka, Mabedi ametuonyesha. Malawi anajua, Sevasieka anajua, amemnyosha. Wanasema mpe mchawi akulelee mwanao. Leo mmecheza mpira wa Yanga mliokuwa mnautaka. Naweza nikasema asilimia kwenye 70 au 80. Mpira ambao tunacheza sasa, ambao tulikuwa tunahitaji, tofauti na mpira ambao tumeanza nao wa msimu. Tulikuwa tuko rate ya chini sana, lakini leo tumeonyesha good performance. Tunaweza kusema kwenye kiwango 70 au 80 tumelani hapa. Hatujaachieve 100%. 100%. Rais wa Yanga ameshasema, rais wa mpira. Umeelewa? Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika akasema utaiona Yanga ya moto kwenye makundi. Waambie baba, waambie. Yanga ya moto unaenda kuiona makundi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba just wao, watu wote, waandishi wote leo andikeni, ongeleni Yanga kwa kufika hapo makundi. Usiandike ushindi mwembamba. Ndio wa kwanza. Umeelewa? Klabu bingwa sisi ndio wa kwanza. Kwanza tumefanya mambo matatu kwa wakati huu. Moja, tumeipandisha hadhi ligi yetu. 2, tumeenda nafasi ya 7. Nafasi ya 7. Umeelewa? Nafasi ya 7. 3, umeelewa? Tumeenda kuwakilisha kiwango bora. Ni namna gani? Kazi ya shabiki duniani ni kusupport klabu yako kwa pesa. Maana yake ulipe kiingilio, klabu yako ipate mapato ya kuiendesha, kwa sababu sehemu ya Gate Collection ndio njia moja wapo ya mapato klabu yako. Kwa kupata mapato kupitia wanachama ndio kitu hii kwa mashabiki, lakini sio bure. Mimi si entertain bure, hiyo mwisho. Klabu kubwa kama Yanga kuingiza bure wa mashabiki ni aibu. Sifa za kuingiza bure mashabiki ni klabu ndogo kama Azam na Singida. Yes, huyu kocha hawezi kusema ni mzuri, kwa sababu hata mpira wa leo sio mpira wa kuvutia. Leo Yanga imeshinda kwa uwezo binafsi wa wachezaji, maana wachezaji mmoja mmoja, sio collective factor au approach ya mwalimu. Ukiangalia hawa Simba Strike pamoja na ndogo wao walikuwa nao leo, lakini waliweza kuwapoteza Yanga wasicheze mpira ambao wametarajia. Mashabiki wengi leo walifikiri Yanga anashinda bao 5 mpaka bao 7, lakini imekuwa vice versa vitu. Jumla unazungumzia. Asante sana. Kwa leo kifupi kwamba kulikuwa na motisha fulani zilikuwa zinaonekana kama challenge. Unajua wale sio wabaya sana.
Umeona tofauti na wale usingizini, sio wanaitwa usingizini, si ndio? Usingizini. Wanaitwa wale usingizini wale. Wamepewa jina jingine. Unaona? Usingizini. Maana usingizini maana nini? Washa kusikia kuna timu hata hapa Tanzania tukiangalia timu zetu ndogo ndogo. Hizi za labda tuseme daraja ya chini huku. Ushakusikia timu na jina kama lile? Hakuna. Sasa kwa mfano ile timu tungekuwa tunacheza na sisi. Leo walikuwa wanakula ngapi? Sio zile 3 walofunga kule wao. Wale walikuwa nakula 6, huko 6 12 tumemaliza. Umeona? Kwa hiyo mimi kiufupi kama napenda kuipongeza timu yangu kwamba imecheza. Mchezo ndio uko vile, lazima kuna muda timu itaperform, itakuja itacheza slow, unajua? Mbinu zipo za tofauti. Kuna mtu alikuwa anacheza kama sio game hivi. Lakini kwa unaona kwa anatafuta nafasi. Kwa mfano huyu Dube. Sawa? Amekosa magoli zaidi ya 3. Sawa? Magoli zaidi ya 3. Kama 3 4 anafika. 4. 4 au 5. Kwanza vipi hebu shika kwanza hebu gusa. Umeona? Umesikia mwenyewe? Ndio mimi naangalia Yanga kweli leo inadunda. Hebu wala ni Nina press. Kwa nini roho inadunda wakati Yanga inashambulia bro, Yanga inashambulia. Yanga ndio hatujazoea mpira huu hapo. Yanga inashambulia, Yanga mpaka Diarra analala. Sio tena Ali ndo analala. Tuachana kina Mamelodi sub down kwao kwenye ardhi ya nyumbani, Mamelodi sub down analala. Lakini Yanga hii tunakuja kucheza bro. Leo iko juu, tunashikilia roho, tunakuja kupata magoli ya papatu. Kweli? Unakuja kuangalia sisi tuna mtu kama Dube. Unamtoa Dube unamwingiza ndani. Unamtoa Dube anakuja kuingia Boeli. Boeli ni kama mzigo bro. Boeli ni mchezaji ambaye tumemchukua kwa kukalili. Lazima tukubali kwamba sasa hivi Yanga tuna madhaifu sehemu nyingi. Yanga ni timu ya miaka mbele, tuna viongozi wa miaka mbele, inabidi tupate makocha wa miaka mbele. Sio makocha na CV zao za kwenda kuokota huko, unakuja kumtupia hapa na kuja kuifundisha Yanga. Wewe ukiangalia tumefeli sehemu gani? Mimi kwanza nikiangalia kwanza sehemu ya kocha kwanza tumefeli. Hilo hapo ondoka. Yaani hata kocha aliyokuja bado ni kocha ambaye bado sio kocha msaidizi. Huyu kocha msaidizi. Huyu msaidizi ambaye amekuja. Sawa amekuja msaidizi yupo. Kocha msaidizi yupo. Alisikiza kwanza Patrick Mabedi kwa sasa hivi ndio kocha wa Yanga ambao anafanyaje? Nikiateka tufanye sawa. Tumpe bikamu yake. Ni kocha ambaye ni msaidizi wa Yanga. Lakini yule pale mimi kimwangalia bado hatoshi kwa msaidizi wa Yanga. Sawa. Yanga ilikuwa tunakuja msaidizi wetu ni wakina Cedric Kaze. Tunakuja kumchukua Mabedi ameenda kucheza timu ya Malawi huko sio national timu ya Malawi. Leo ndio kocha kuja kufundisha Yanga jamani. Tukubali kweli? Muongo ambao tumezoea au nyewe mmeenjoy bodi ya leo? Labda niseme kitu kimoja jamani. Tuongee sisi kama na Yanga. Tunalalamika sana sisi wana Yanga kocha ambaye alipita. Sawa. Lakini kocha huyu hana shida. Sasa kwa timu akae kwa muda. GSM mwenyewe yuko vizuri na yuko makini. Yaani kwa wakati huu yuko makini. Kwa hiyo sisi tumpe big up kocha, kwa tumshukuru. Kwa ndio kufikisha hatua makundi. Sawa. Yaani mimi nasema nampa big up kocha huyu msaidizi. Safari njema, Mungu amjalie. Tuendelee bega kwa bega kwa sasa mpaka patikane. Nzuri sana leo, sio kufurahi. Sio tunataka wapi? Jamani sisi kwa kweli Dube kwamba sababu mwenyewe Dube. Umeona Dube lakini Dube alianza kuomba sababu yeye mwenyewe. Anaomba sababu sasa subiri nikwambie. Dube ni sawa na mazoezi yake, sawa? Lakini Dube wakati alipotoka, akiwa mbaya sana. Wachezaji kwa maana muunganiko. Kwa tusimlaumu. Tunaomba sasa hivi timu ingia kwenye muunganiko, tuangalie afanye muungano wewe. Kulikuwa kwanza na kocha mpira kwa namna mpaka mazoezini. Sasa hivi tunakwenda kocha mpya ambaye atakuja tukuangalia, lakini kwa GSM tunamuomba atufanyie kocha mzuri, kocha ambaye anaweza kufikisha mbele. Sawa? Kama huyo anakuja tuwape muda. Jamani mimi narudia tena na kumalizia. Yanga ni timu ya miaka mbele, ina viongozi wa miaka mbele, watu wale na makocha wa miaka mbele. Sio makocha wa miaka hiyo sio wanaona kama ndio mzee wetu ile timu ngumu. Tunatoa makocha wa miaka mbele jamani. Yes, mtakusikiliza sana ndugu yangu. Tusikiliza. Tulilia sana na kocha aliyopita. Kila mechi tumuelewi. Sasa hivi kama ndio anakaa pembeni msaidizi shika timu